Hello guys, how are you doing? I hope you're doing okay. And leo tunaanza hapa kwa nyumba ya Karen ile yenye aliachiwangwa na Alphonse. Ndio beshte yake Jackie amekuja anasema is anybody home? Si Karen akatokelezea, so si Jackie akamwambia guy, wewe bado unalala hadi saa hii, utaachieve aje revenge yako kama bado unalala? Karen akamwambia sema insomnia. So si hapo Jackie akamwambia ni nini mbaya? Karen akasema yeye alipata usingizi at around 4. So si Jackie akamwambia well, shida iko wapi? Karen akasema yeye anajisikia tu kumalizana na hii story yote aendelee na life yake vizuri. So Jackie akamwambia you have to be patient kama unataka kumalizana, as in kama unataka revenge. Si Karen akamwambia that's true. The way ni kuserve nini? Si Jackie akamwambia hapana, mimi niko tu sawa, nimekuja kucheck up on you alafu mimi niishie. So Karen akamwambia ni sawa basi. Jackie akamuuliza na by the way project yetu inaendelea aje? I mean ule mwanaume mwenye alisetiwa up na Naomi. Karen akasema imagine anaendelea poa, Naomi sasa ana chizi ako tu over him a lot. So si Jackie akamwambia that's really great. At least tunaweza pata zile vitu za Alphonse zenye Naomi alikuwa amechukua sasa. Na nikuulize, talking of Naomi, ile divorce yake na Richard inaendelea aje? Then Karen akasema imagine nasikia bado anakataa. Hivyo ndo Kuzo aliniambia. So ni kama huu mwanaume alisetiwa up na Naomi ni kazini ya Karen. Then Jackie akasema yani Naomi anaonanga tu kama yeye kazi yake ni kutumia watu tu na kuwa destroy at the time anajisikia tu. Then Karen akamwambia yes, unajua Naomi anapenda kucontrol watu sana. So si hapo wakiendelea kuongea, simu ya Karen ikaita, nani anampigia? Ni kazini yake. So si Karen akasema talk of the devil. Then akareceive hiyo call, wakasalimiana, akamuuliza unaendelea aje na ako aje. Then akasema mfanyi hiyo tena aendelee kuchizi tu over you. So si hapo Karen akaendelea kuongea na kazini yake kwa simu. Kazini yake ikamwambia well, ni kama nataka kuchukua break ya 2 weeks. So si Karen akamwambia mbona unachukua 2 weeks break, yet tuko very close to victory. Then huu kazini yake akamwambia nimekutumia text. So si Karen akasema acha niangalie. Kuangalia hiyo text, Jackie akamwambia ni nini mbaya Karen, mbona unakaa kunishtua? Karen akamwambia Jackie that eti kazini yake anataka kuchukua break ya 2 weeks kutest ego ya Naomi. So si Jackie akamwambia kiaje? Karen akasema akienda for 2 weeks Naomi atamiss na hata atakuwa very willing kukuwa na yeye tena after hiyo 2 weeks, alafu hata atakuwa too open sasa. So si hapo Jackie akasema yenyewe that makes sense. Hata huyo kazini yako ni kama anafikiria sana. I think you should trust him. So si hapo Karen akaanza kukubaliana na Jackie. Tukuja hapo kwa nyumba ya Sharon. Sharon akawa hapo ametulia, then Val akakuja akakaa kando yake but amekaa kuboeka. So Sharon akamuuliza ni nini mbaya. Then Val akasema si mimi tu na feel unlucky. I mean kuna tu watu lucky kama Jojo. Already ako na fiance, sasa ashajoin uni, alafu mimi bado niko hapa. So si hapo Sharon akamwambia nilikwambia uache kusema hivyo. Then Val akasema I just feel lonely kwa sababu ma classmates wangu wote wenye nilikuwa na wao wote wamejoin uni but mimi marks zangu hazikuweza kunijoinisha uni. So si hapo Sharon akamwambia Val, unajua wewe ni a very smart girl, ni venye tu hupendi kutumia akili. Val akamwambia shida yako sasa mama wewe ni matusi. So mamake akamwambia hapana, sina kwambia tu kweli hauna akili. So I mean babako alikuwa amekwambia that lazima utaingia university atakusomesha na mimi liwe liwalo lazima uingie hiyo shule. So si Val akamwambia I know. Then Sharon akamwambia yeah, unaweza enda ukaongelesha babako akupeleke kwa private college or better still akupeleke abroad. After all pesa is nothing to us right now, hiyo sio shida yetu. Then Val akasema enyewe I like the sound of that, at least niende nikasome abroad. Hebu imagine mimi niko hapo alafu Amani ako tu next to me. Sharon akamwambia as if huko abroad kutakuwa tu na watu wawili, Val na Amani. So si Val akamwambia mamake ai mama hata wewe hauna chills. Then hapo sasa si Sharon akamwambia nataka ujue hivi my dear, everybody ako na a very different life path na it doesn't matter where you start, the finishing line is what matters. Na nataka ujue hivi bado wewe uko na a very long way to go, wewe bado ni mdogo, so bado hujafika iti bottom line, hujagonga ukuta, hujagonga mwamba. Val akamwambia thanks mama, umenijengea siku, alafu wakahaga hapo. Hapo Sharon akamwambia now go make me proud. Tutoke hapo tukuje kwa Jojo na Jaden. Jojo ndo anaelekea shule. So hapo Jaden anamwambia sielewi kwa nini ulichange eti career yako. So ulikuwa unataka kufanya architecture, mbona unataka kufanya photography all of a sudden? Na Jojo akasema because I find it interesting. So Jaden akamwambia lakini haukuwa na hiyo thought before Amani akuje in the picture, Joseph yani. So si Jojo akasema yani wewe Amani bado alishaenda kitambo sana na bado unamwongelelea. So si Jaden akamwambia kwani nimesema kitu mbaya?
George akamwambia hapana, ni venye wewe uko very jealous of him na hata hayuko hapa. So si Jaden akamwambia ni sawa, tuachane na hiyo story, hata nilikuwa nikupee some notes hapa. Na Jaden kutafuta hiyo notes, George akamuuliza kwani ni nini mbaya. Jaden akasema amesahau simu yake huko home. So si hapo George akamwambia so utafanya aje? Jaden akamwambia acha niende nikachukue, utaningoja? Then George akamwambia hapana, I'm running late for class, acha tu niende. Na Jaden akamwambia ni sawa basi, wewe unaweza enda, tutapatana baadaye. Then after Jaden ameenda, all of a sudden Amani akatokelezea kwa kichaka, akakuja akafunika Jojo macho. Then Jojo akasema who is this? I mean babe, kwani ulikuwa unanidanganya that ulikuwa unaendea notes nyumbani? Then Amani akasema it's me. So si Jojo akauliza you who? Then Amani akasema mimi ni rider na pia mimi ni photographer. So si Jojo akamwambia oh Amani. Then after Amani amemwachilia, Jojo akamwambia ai but how ulikuja aje na ulijua aje hata niko hapa? Then Amani akamwambia thanks to Val mwenye anakupost kila mahali as in kila time tu. Sasa George akaanza kumuuliza maswali how sasa wewe ulirudi lini? Then Amani akamwambia yani hata unisalimia uniambie ulinimiss. Kwani hata hukusikia that nilipata accident? George akamwambia well I'm sorry. So si hapo Amani akamwambia anyway nimeona ule jamaa nikakumbuka yani ali give up to you dream yake ya kwenda kusomea abroad just because of you. Enyewe true love wins. Then George akamwambia ulikuwa unanisimamisha uniambie hii yote? Then Amani akamwambia hapana I'm sorry nilikuwa nataka tuongee kidogo. George akamwambia well sina hiyo time because I'm running late for class. Then Amani akamwambia well nitakungoja huko kwa cafe ya shule basi. George akamwambia ni nini exactly unataka tuongelele? Then Amani akamwambia wewe usijali wewe enda shule kwanza. Then George akamwambia ni sawa. So Amani akamwambia oh na by the way I missed you too. So George akanyamaza tu. Kuja kwa ofisi ya Duncan ako hapo ametulia, then akapigiwa simu kureceive hiyo call ni kama one of the cars yenye anahayarisha ilipata accident. Sasa kwa hapo anauliza what accident, how bad is it? Si akaelezewa kila kitu, akaambia na tuacha nipigie kwa insurance. Hapo kwa nyumba ya Mark, Neema na Mark wako hapo kitchen wametulia, then Neema akapigiwa simu na Juju. So si hapo anasema yes my dear, then akasema what, na ako wapi, kwani mlipatana wapi? So si after hiyo call Mark akamuuliza ni nini mbaya. Neema akamwambia ni Juju. So Mark akauliza ako sawa? Neema akasema yeye ako sawa, ameniambia that Amani is back. So si Mark akauliza what, where, ako wapi sahi? Na Neema akamwambia Juju alipatana na yeye on her way to school na alisema atakuwa kwa shule ya Juju akingoja Juju. So si Mark akasema wao. Na Neema akamwambia kama hebu enda uchukue mtoto wako sahi. So si hapo Mark akasema thanks na akakimbia kwenda kuchukua kifungu ya gari. Huko kwingine Duncan bado anapiga insurance na huko kwa insurance ameambiwa that ni fake. So Duncan anauliza how can it be fake na niko na pepa zote za policies. Then kama akaelezewa Duncan akawaambia hapana, nyinyi mnapenda mchezo sana, mnachukua tu pesa za watu na hata hamfanyi kazi. Itabidi tu nitafute insurance ingine and I'll sue you. So hata venye Duncan anapiga kelele akahangiwa hapo, as in hiyo insurance company ikahang up tu. So inaonekana ni kama insurance ya Duncan ni fake. Okay, hapo sasa tukuje kwa Amani mwenye anaendelea kuangalia picha ya Jojo. Clearly amemcrashia tu. Na akiendelea kuangalia hizo picha Mark akatokelezea. So si Mark akakuja akamwambia hey Amani, akakaa kando yake akamwambia welcome back. So Amani akamuuliza ni Jojo amekwambia? Mark akamwambia yeah, alipigia mamake. Amani si akanyamaza. Mark akamwambia kusema tu kweli Amani, I was fearing that sitaweza kukuona tena. And where do you stay? Amani akasema in a hotel. So Mark akamwambia si twende tuchukue vitu zako basi. Amani akamwambia what do you mean? Mark akamwambia I mean you have to stay in your father's house. Then Amani akanyamaza kidogo na akamwambia Mark, wewe si badala ya kunijali siende ukajali ni ubon wako, azina anamaanisha mtoto wa Kate. Na akaanza kutembea kwenda akachanisha Mark. Mark akamwambia Joseph please, Kate si bibi yangu. So si Amani akageuka kuangalia Mark. Then tutoke hapo tukuje kwa Kate mwenye wanaongea na Richard pamoja na Tom. So Richard ako hapo anasema enyewe mtoto wenu ako so angelic, azina anamaanisha Hope. Then Kate akamwambia thank you so much Richard. Then Richard akauliza na by the way tangu mhamia hapa baba yenu ashai kuja hapa kuja kuwatafuta? Kate akasema hapana, and that worries me more kwa sababu hatujui the next movie itakuwa gani. Maybe atakuja atuambush hapa atupate tu. Then Richard akamwambia okay, na nikuulize what if babako twende tukaongee na yeye, azinakalisha chini tu waongeleshwe about everything. Then Kate akamwambia hey, that will not work kwa sababu uncle yangu alijaribu kumwongelesha na karibu apoteze life, azin karibu auliwe. So hiyo haiwezi work na babangu. So Richard akamwambia if that's the case then what if we go legal way ni wasimamie kama lawyer wenu? Tom akamwambia actually tulikuwa tumeamua hivyo but Kate haizi file a case against her father. Then hapo sasa
Richard akamwambia ai hapana, you have to do it legal way. Juu sasa kama kuongea dialogue haifanyi, heri legal way kwa sababu after all hamwezi kaishi ka fugitives forever. Then Tom akasema that's true. So Richard akawaambia, so the thing is, si Kate tulisemanga that tuna miss mamako sana na unatamani ahold mtoto wako. Kate akasema yeah I do, I miss her so much. Then sasa Richard akamwambia then we have to do this, I mean you just think about it, alafu hata kama hamtaki kujisaidia nyinyi wenyewe, mtoto wenu hawezi ishi kama fugitive, so do it for the baby. Tom akasema noted and please thank you. Richard akamwambia ni sawa basi, mtanipigia tu mkisha make up mind. Tukuje kwa Mark mwenye ashaelezea Amani kila kitu. So Amani akauliza so ulikuwa una pretend that wewe ni bwanake just to protect her. So si hapo Mark akamwambia yeah and everybody knows that except for majirani wetu, that is Sharon na familia yake. So si Amani akamwambia oh ni sawa basi, so unapanga kuoa Neema. Then Mark akamwambia yeah once divorce yake ishamaliziwa. So si hapo Amani akasema okay acha nikuulize swali, if by any chance mamangu angerudi na ujue that ako na mimi, alafu hata before Neema akuje in the picture, ungemkubali? Mark akasema Amani mimi sijui, please let's just go and take your things. So si Amani akamwambia hapana, I'm comfortable where I am. Mark akamwambia please Amani I beg you. So si Amani akatulia. Tukuja hapa kwa Juju mwenye ameenda kavurutanisha Val nje, alafu akamwambia lini utaacha kupost kunihusu? So si Val akamwambia ai kwani ni nini nimepost mbaya? Then Juju akamwambia utaacha tu kunipost kwa sababu imagine Amani is back. So si Val akamwambia what, Amani is back? Then akamuuliza kwani umejua aje? So si Juju akamwambia ni kwa sababu alikuja akaniambush this morning. So si Sharon akatokelezea akamwambia ni nini mnavurutana hapa nje? Then Val akamwambia mom guess what, imagine Amani is back. So hapo Juju akamwangalia tu Sharon na kuroll macho. Then Val akamwambia wait, lakini mbona alikuja kutafuta wa kwanza? Juju akamwambia alikuwa anakuja ku apologize kuhusu kitu alikuwa amenifanyia. Then Val akamwambia oh ni sawa basi. Then Val akaanza kufurahi akisema eti Amani amerudi juu yake. Then Juju akamwambia mi story yenu mi sijui, all I'm here for is that you stop posting me. Then Val akamwambia ah sawa basi si uende, enda, ona huyu msichana, mbona unanitisha? Kwani unafikiria unanilisha ama unanivisha? Picha zako hazinilishi wala hazinivishi. Then Juju yeye akaenda kama amejam. Then hapo sasa Sharon akamwambia that's my daughter. Then Val akaanza kufurahi akisema what's important is that my prince charming amerudi. So Sharon akamwambia ai Val, lakini hata wewe kwa nini huyu Amani alikuja akatafuta Juju wa kwanza? Si Val akamwambia lakini mamsi alikuwa anaenda ku apologize to nothing more. Then Sharon akamwambia lenyewe we Val ni dada sana, we ni mjinga, I mean mbona akamtafuta basi face to face? So si Val akasema ai mi sijui, lakini si at least Amani alini video call wa kwanza. Then sasa si mama Val akamwambia Val Val surely mbona akakuvideo call, mbona hangeomba msamaha through video call kwa Juju? Val akasema ni kwa sababu Juju hataki story zake na hachukui simu zake. So si Sharon akamwambia Val surely ulitoka wapi? Wewe nataka ujue kwamba ati Amani alikuja akatafuta Juju face to face waongee amsamehe kwa sababu anajali Juju. Val akasema lakini mams Juju ako engaged. Then Sharon akamwambia ako engaged not married. Then Val akasema lakini mam fikiria hivi, si kila mtu anajua that Mark na Neema wanapendana and very soon wataoana, kwani si Amani na Juju watakuwa step siblings, wanaweza kuwa pamoja kweli? Then Sharon akasema yenyewe you have a point. Tutoke hapo tukuje kwa Karen mwenye ako hapo. Then Jackie amekuja pia kwake, so akamletea Jackie drink na waka cheers. Then Jackie akamwambia you look like you're in a good mood today, ni nini inaendelea? Karen akamwambia the fall of the evil one has just started. So si hapo Jackie akamuuliza ni nini? Karen akamwambia Naomi amelose mtoto wake. So si hapo Jackie akamuuliza how? Karen akasema ali develop some complications, so ikabidi tu mtu mmoja ashughulikiwe and that is what happened. Then Jackie akamuuliza wait, are you behind this? Then Karen akasema somehow. So Jackie akakaa kushtuka like haku expect. Then akanyamaza. So Karen akamuuliza aya wait, unamfilia? Jackie akasema hapana, ni venye tu sikuwa na history yote ikikuja. Then sasa si Karen akamwambia well she deserves it, I mean yeye alikuwa heartless nikimhitaji, so sahi hata hapana. Then Jackie akakubaliana na Karen. So after hiyo wamecheers na kufurahia hiyo downfall ya Naomi, Karen akasema now on to the next culprit. So si
Jackie akauliza what are you talking about? Karen akasema Eddie. Sasa hapo Jackie akauliza what are you planning for Eddie? Karen akasema kesho naenda kumeet up na yeye. Si Jackie akamuuliza where? Then Karen akasema si kesho ni launch ya hiyo club yake, so I'm going to meet him there and I'll be a knot in his throat because najua kesho ni siku yake kuu. Sasa hapo Jackie akamwambia come on Karen, usiende huko alafu ujiheartbreak bure na kuhurumia. Karen akasema hapana, saa hii what I feel for him is just vengeance. Nataka tu kurevenge. Then Jackie akamwambia ni sawa basi. So si tungoje tuone venye Eddie atarevenjiwa ama. Have a beautiful weekend. Let's meet on Monday.